Basi vipenzi vyangu, tulishia pale ambapo Rozi anazidi kumuuliza Moza, je, uliingia kwenye kile chumba? Moza anakataa kata kwamba kuingia kwenye kile chumba. Rozi anamuaga Moza na kumwambia kwamba anaenda kulala kwa mchana ule. Moza naye anarudi jikoni kuendelea kupika. Wakati Moza anapika alitafakari sana, je, ameponaje? Wakati alizimia zaidi alisaa lizima. Moza alipomaliza kupika akaamua na yeye akapumzike kidogo. Wakati amelala akapitiwa na usingizi. Akaota ndoto ile ile kwamba ameingia tena kwenye kile chumba. Wakati akiwa kwenye kile chumba akawa anajaribu kufungua mdomo na kutaka kuongea. Kabla hajaongea akasikia sauti ikimuita kwa nguvu, Moza, Moza. Moza akashtuka. Aliposhtuka akajua kwamba Ana anamuita. Akakimbia moja kwa moja hadi sebuleni. Akamkuta Ana amefura kwa hasira. Akamwambia, wewe muda wote nakuita ulikuwa wapi? Moza akajibu, nilikuwa nimelala. Umekuja kulala hapa? Hapo umekuja kufanya kazi. Ana akakaa kimya huku akiwa na hofu. Akamwambia, upesi nenda getini kaniletee begi langu. Moza akakimbia mpaka getini. Alipofika getini akaanza kumuuliza mlezi maswali. Samani kaka, umefanya kazi hapo kwa muda gani? Mlezi akamwangalia, binti, mimi nimefanya kazi hapa muda mrefu, kabla hata huyu Ana hajazaliwa. Akamwambia, vipi? Hii nyumba eti wasichana wa kazi wa humu ndani waga wanapoteaga humu ndani? Akamwambia, kwa nini unaniuliza? Na ni maswali gani unaniuliza? Mimi sijui. Wakati akaendelea kumuuliza pale, kugeuka nyuma akamwona Rozi amesimama, ambaye ni mama mwenye nyumba. Akamuita kwa nguvu, we Moza. Moza akakimbia kwenda kumsikiliza bosi wake. Alipofika akamwambia, ulikuwa unazungumza nini na mlinzi? Moza akajibu, hapana mama, nilikuwa namuuliza kuhusu masuala ya masoko. Mama mwenye nyumba akamwambia, yule mwanaume anajuaje kuhusu masoko? Akamwambia, hapana mama, nilikuwa tu namuuliza. Basi Rozi akamwambia, nenda kaniandalie chakula changu. Na Rozi akaelekea moja kwa moja hadi getini. Moza akaenda jikoni kumwandalia bosi wake chakula huku akiwa anatetemeka, akiwaza, je, itakuwaje? Wakati anaendelea kuwaza pale, mara akamuona Rozi anaingia. Akamwambia, una bahati sana wewe. Mlinzi ameniambia ni kweli ulikuwa unamuulizia kuhusu masoko. La sivyo leo ningekupasua kichwa chako. Moza akabaki akijiuliza, imekuwaje mlinzi amesema kama yeye alivyokuwa amesema? Bosi wake akamwambia, nenda kanitie mwanangu Ana. Moza akaenda moja kwa moja mpaka chumbani kwa Ana. Ana akamwambia, umenipikia nini? Akamwambia, nimepika rosti la maini. Akamwambia, mimi sitaki rosti la maini, nataka mayai na tambi. Basi Moza akaenda jikoni na kumwandalia mtoto wa bosi wake mayai na tambi. Wakati ananaa kile chakula akawaza sana, hivi mimi nimekuja kufanya kazi za ndani au ni hoteli? Jamani, kila mtu anataka chakula chake. Basi akaandaa chakula. Wakati anaandaa chakula pale mezani, mama mwenye nyumba ambaye ni bosi wake akamuuliza, umepika nini leo? Akamwambia, Sara alitaka rosti maini. Mapacho alisema nipike chochote kile kizuri. Baba mwenye nyumba alisema nipike ugali. Akamwambia, nani amekwambia? Hiyo sio ratiba ya nyumbani kwangu. Tunachokula sisi na Ana ndio unatakiwa ufuate. Moza kazidi kushangaa. Akatoa vyombo na kuelekea kwenda kuviosha. Bado Moza anazidi kuwa mbea. Akawa anawasikiliza huku anaosha vyombo. Wale watu wakaamua kuongea lugha ya ishara. Moza kama kawaida yake anapenda umbea, alizidi kumfuatilia Ana na mama yake. Ana na mama yake wakanyanyuka na kwenda kwenye gari kisha wakaondoka. Wakati Moza anaendelea kuosha vyombo, Sara naye akaingia. Moza akamwambia, dada, pole na mizunguko. Sara akamwambia, asante mdogo wangu, na leo nimezunguka sana. Akamwambia, pole. Sara akamuuliza Moza, vipi mama amerudi? Moza akamjibu, ndio amerudi, tena amerudi muda sio mrefu. Sara akaguna, mama naye mbona alisema atachelewa kurudi? Kisha akamwaga Moza na kumwambia, mimi naelekea chumbani kulala, utaniamsha baadaye. Moza akamjibu sawa. Wakati Moza akaendelea na shughuli za pale ndani, mapacha nao waliingia. Walikuwa wanaongea mambo yao. Wakafika na kuketi mezani. Kisha wakamuuliza Moza, baba yuko wapi? Moza akawajibu, baba yenu amelala. Mapacha wakamuuliza, amelala muda gani? Moza akawajibu, kuanzia asubuhi amelala. Kuru akaonyesha kushtushwa.
Kuanzia asubuhi ndiyo mama amemwambia kwamba kalale. Kurwa kwa hasira akatoka akaenda kumwamsha baba yake na kumleta mezani. Baba yake alipofika mezani alikula chakula haraka sana. Kisha Kurwa akamchukua na kumrudisha tena chumbani. Kurwa aliporudi, mabishano yaliendelea. Wakanyanyuka na kuelekea chumbani kwao. Moza naye anavyopenda umbea, akaamua kuwafuata nyuma nyuma ili wasikilize wanaongea nini. Wakati amejibaza dirishani akiwasikiliza, akasikia sauti inamuita. Hakuwa mwingine bali ni Sara. Akatoka mbio na kwenda kumsikiliza. Sara akamwambia, "Niandalie chakula." Moza akajibu, "Ndiyo dada." Wakati akiwa anakula, akamuita Moza na kumuonyesha picha. "Umemwona huyu msichana?" Moza akashtuka. "Ni nani huyu?" "Huyu ni Ashura. Aliwahi kufanya kazi hapa ndani. Alikuwa ni msichana mtiifu sana. Mama alimpenda sana, lakini nashangaa kwa nini Ashura aliondoka." "Ashura aliondoka hapa bila kuaga." Moza akashtuka. Kichwani mwa Moza alimjua Ashura. Alimjua fika Ashura. Lakini Sara akamwambia, "Hata sijui kwa nini nakwambia haya yote. Hebu nenda kaendelea na shughuli zako bwana." Basi Moza akaendelea na shughuli zake, Sara naye akaenda kulala. Baada ya Moza kumaliza shughuli zake kama kawaida, naye akaelekea kwenda kulala. Akiwa amelala, katikati ya usingizi, akasikia anaitwa kwa nguvu. Akatoka mbio. Tayari bosi wake alikuwa amekwisha kurudi. Akamwambia, "Nenda kamtandikie mtoto wangu kitanda." Moza bila kubisha, akaondoka na kwenda kutandika kitanda. Wakati akiwa anatandika kitanda kile, wazo la kufungua chini ya godoro likamjia. Akainama na kutaka kufungua godoro. Wakati anataka kufungua godoro hivi, akatamaki Ana ipo nyuma yake. Ana akamuuliza kwa hasira, "Unatafuta nini huko?" Ana bila kuongea chochote akampiga kibao. Moza akashtuka sana. Lakini Moza akakumbuka kwamba Ana anapenda sana kuomba msamaha. Haraka haraka akapiga magoti na kumuomba Ana msamaha. Ana akamwambia, "Nimekusamehe, tandika kitanda." Lakini Moza akakumbuka kwamba Ana anapenda sana kuomba msamaha. Haraka haraka akapiga magoti na kumuomba Ana msamaha. Ana akamwambia, "Nimekusamehe, tandika kitanda changu haraka na utoke chumbani kwangu." Moza akafanya kama vile Ana alivyomwambia. Wakati akiwa anatoka chumbani kwa Ana, akakutana na mama mwenye nyumba. Anamwambia mume wake, "Na ukakae sebuleni utulinde." Ndipo kichwani mwa Moza kawaza, ndio maana muda mwingi akiamka anamkuta baba yule yuko sebuleni amejinamia. Kumbe mke wake alikuwa anamlazimisha alale pale. Akaamua kuingia chumbani kwake na kuendelea kulala. Wakati amelala akaota ndoto. Safari hii alijiona ipo kijijini, ipo na bibi yake. Bibi yake akawa anamueleza, "Moza, upo pale makusudi. Upo kwenye nyumba ile kwa ajili ya kuwaokoa watu na kumfanya yule mama aache kufanya matendo yale." Moza akashtuka kutoka kwenye ndoto ile, huku akiema sana. Akasema, "Bibi yangu si alishakufa, mbona namuona tena kwenye ndoto?" Wakati akiendelea kutafakari yale, akasikia kama kuna watu nje wanaongea. Akaamua kuchungulia dirishani kwa tahadhari kubwa. Kisha akaona vivuli vya watu vinaishia. Moza aliogopa sana. Akaendelea kulala huku akiwa na wasiwasi mkubwa. Palipokucha asubuhi kama kawaida, akaendelea na shughuli za mle ndani. Lakini safari hii alimuona yule mama akiwa na furaha na kumuita mume wake akamwambia kwamba leo